Amen. Amen. Sasa ndugu zanguni, naona zoezi limeisha hapa. Kwa hiyo cha msingi tuache tu kama sekunde 30 hapa. Inshallah watapumzika tu hapa kwa muda mfupi, watapata fahamu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu najua tu wao wako salama. Hakuna shida yoyote. Basi sawa shehe, nashukuru sana. Shehe, naam. Ndio bwana kutoka hapa kuwa na moyo, changamka. Hawa ni ndugu zako inatakiwa ujikaze. Sawa. Anaitwa nani huyo? Bravo. 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 Ah. Vipi? Hebu uamshe na huyu ndugu yako, mtingishe kidogo. Jamani, asanteni. Mimi naelekea. Sasa mimi nitakupigia basi. Hamna shaka. Hamna shaka jamani. Dada. Sasa changamoto sana ndugu yangu. Kwanza madude. Dada, kulikoni siku ya na hapa ni wapi? Hata msiwaze, msiwe na wasiwasi. Mko mahali salama. Eti blaza, unaweza kutuambia sisi tumefikaje hapa? Ongelea kwanza. Tulia. Alafu utaelewa. Sawa. Mimi nahitaji nijue kwa sababu na makopo na nini. Ndio tulia. Wewe tulia, wewe utaelewa nini kinaendelea. Maana ulikuwa kwenye hali ambayo sio nzuri. Sawa. Ila kwa sasa uko kwenye hali nzuri. Kwa hiyo kwa sababu wote tupo hapa, utajua tu ilikuwaje mpaka wewe ukawa hapa. Sawa bwana mkuu? Unielewa? Nimekuelewa. Na dada hapo unielewa. Sasa. Kwa hiyo nini kinaendelea sasa? Nataka Hata mimi kwanza wakasafishile kwanza. Sasa na alia. basi poa, fanya mpango. Mimi ngoja niwasiliane kwanza na watu wangu fulani hapa. Sawa. Sawa, kuna shida. Sawa. Sasa tabii mmoja kwanza mkauli kwanza. Kama jiona mlivyo. Maana mlipotokea huko. Yaani, mbona ni hatari? Mjomba. Vipi mjomba? Safi bwana. Habari za matembezi? Sio matembezi bwana. Hapo unapoona nimetoka kidogo masjidi kupata ibada. Mjomba. Leo umeenda msikitini? Nimetoka msikitini mjomba. Maana katika vitu vyako ulivyokuwa unaponishauri vile umeniingia sana akilini. Naona nitapotea. Nipe mkono mjomba. Najua sasa umebadilika. Naomba uendelee kubadilika. Hilo halina shida mjomba, hilo. Naomba umshikilie Mwenyezi Mungu. Wache mambo haya. Anasa za dunia. Sawa sawa. Najua tutakuwa pamoja. Mdogo wale waleta yule mdogo wangu. Naona saizi ametoka. Yes, unajua vijana bwana. Mambo mengi kwa sasa yenyewe sio wazee. Tutatumia kidogo. Nipo na ndugu yenu hapa tangu kwanza nakutana naye. Kuna matatizo yake. Kwa mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo katikati hapa kwenye kuishi hapa na pale alinielekeza kwamba na ndugu zake. Kana huko nyuma mwanzo tulishaongea mengi. Sasa kuna kitu hapa juzi kati kilitokea.
Kwa baadaye kunielekeza nikaona basi sio mbaya kama vile ambavyo nilimsaidia yeye kiwasaidia na nyinyi. Kwanza mpaka tulipofikia sasa hivi, mpaka kutuchukua kule kutuleta hapa, kwa kweli ni jambo la kushukuru pia. Na jambo lingine kubwa zaidi la kushukuru zaidi kwamba ndugu yetu unaye toka muda mrefu, na hatujui kama mlikutanaje huko mlikokutana. Kwa kweli maisha haya mpaka sasa hivi tulikofikia sisi, yani ni changamoto kubwa. Sisi tulipata tabu na mpaka pale ulipotuona. Kwa hiyo tulipofikia yote tusiseme mengi, ila kikubwa tu kwa tulipofikia ndugu yetu hapa, tunaomba msamaha. Kwa kweli tumemkosea sana, ila kumkosea kwetu sisi yeye kwamba kaonyesha fadhila kwamba ana ndugu zake pia. Kwa kweli kitendo tulichomtendea si kizuri, kwa sababu mpaka yeye sasa hivi kajirudi kwa ndugu zake, na kweli na sisi tumeona umuhimu wake, na kweli sisi tulimtendea vibaya. Yote kwa yote sisi bwana tunaomba msamaha bwana, ndugu wetu bwana, tusamehe. Tusamehe kweli, tusamehe. Haina shida. Kwanza ulivyokuwa unakunisia, na nikiangalia mjomba wangu anafanya ibada. Mimi kwa nini mimi mjomba anafanya ibada vizuri, akishatoka nenda kwenye mihangaiko yake. Sasa nikawaza, nikasema sasa kama sio sikia la mkuu nitafunjika guu. Nimeamua kubadilika mjomba. Basi kama umebadilika mjomba, mimi nashukuru. Najua Ijumaa ya leo imeanza vyema na utakuwa Mungu atakujalia utaendelea kuwa vyema zaidi. Yaani naona mpaka aibu. Sijajua huko wazazi wetu yaani kwamba wapoje wanatuwazia sisi vipi. Kweli? Bwana, mbele bwana msamaha. Bwana afanya vizuri ndio bwana. Na piga magoti ndio bwana kunikiti alafu sasa hivi msika mwenyewe yuko hapo. Nadhani kila kitu mpaka hapa tulipofikia nadhani ndio sana. Yaani naona aibu, naona aibu. Sawa, kawaida. Lazima nisikie vibaya. Ole afanye. Kama wewe bado mdogo wetu na sisi bado ndugu zako. Ni kweli tumekukosea sana, tumekufanyia mambo mengi sana mabaya. Ila yote kwa yote sisi ndugu zako. Tusamehe. Shetani alitupitia. Kwa tusamehe. Ndugu wangu. Mpaka nimekubali kupokea hapa. Inamaanisha kwamba nitafanya sana. Laiti kama ningekuwa sijasamehe, nisingekubali kupokea hapa tena. Kwa hiyo kuhusu ndoa shaka. Lakini nadhani nakumbuka mambo niliwaambia na niliwaelekeza. Sio vizuri. Lakini hamkutaka kunisikia. Lakini sasa tuachane na hayo yote yameshapita. Tuangalie mengine sasa. Tunashukuru kama kweli umetusamehe na msamaha umetoka moyoni. Nadhani hata wazazi wetu huko walipo watakuwa na furahi kwa sababu umetusamehe. Sisi tunashukuru. Sisi hatuna cha kukulipa ila Mungu atakulipa. Hakuna. Sasa jamani, Ndio. mimi nadhani hapa tumeshaongea ya kutosha. Kila kitu kipo sawa sasa. Kwa hiyo nasema tena karibuni. Jisikieni karibuni sana. Dada hapo usishike sana tama. Usikae sana kihuzuni. Samahani jamani, simu yangu naita ngoja. Sasa ndugu wetu. Vipi ndo shemeji ya? Hakuna niliona kama pameshikana. Kwanza saa hizi ndugu yetu kwanza kadamshi, si unaona tofauti na kipindi kile. Hamna bana.
Sema bwana, kweli sisi ndio ndugu zako, usitufiche. Yaani sisi Kama tayari, yani hali ile tuliokuwa nayo. Mpango gani? Wewe naye mtoto. Fanya mpango wa ndoa. Jamani, samahani kidogo. Naona kidogo simsimu kidogo. Unajua mambo mengi. Hapa sasa bwana, ile jambo letu leo, maana ndugu zangu ndio hawa hapa, tunaweza tukalimaliza. Jambo gani? Na mimi na wewe. Mimi na wewe? Sawa. Mimi na wewe tuna mengi. Jambo gani? Yaani wewe una mambo mengi. Mwanaume anakusaja mambo mengi na maisha sasa ilipokuwa magumu. Mimi ni mtoto wa watu. Unakaa na mimi bila ndugu zangu kujua. Sasa unajua mwenye kitu mwanzo nilikiwaza. Ila sasa kutokana kwamba sisi tulikutana kwenye matatizo na hapa kati mambo yamekuwa mengi, yameingiliana. Jamani, mimi niseme kwanza samahani. Samahani kutokana na mambo yaliyotokea hapa kati. Nimejikuta naingia kwenye mahusiano na ndugu yenu bila kufuata utaratibu. Mpaka leo nakaa naye nyumba moja kama mke wangu, alafu sijafuata taratibu. Kwa nadhani kwa sababu wote sasa tupo na mambo yatashaka vizuri, basi tunafuata zile taratibu za kifamilia zile au za kitamaduni kama ambavyo imezoeleka, masuala ya kutoa barua na mahali na nini. Kibidi na ndoa kabisa bwana. Au unaonaje? Itakuwa imekaa poa. Basi haina shida mjomba. Maana nilikuwa naona unaelekea huku. Ngoja niende nyumbani pale nikaangalie kazi yako ile, kama kuna mawesi pale yaliyobakia nikatekate saa 10 inapofika ili niende kabisa tena kufanya ibada. Hamna shaka mjomba, mimi nafika hapo dukani mara moja nitarudi muda sio. Basi haina shida jomba. Haya. Dada. Hii jiko, majiko yetu ya kisasa. Sakuni hapo naika wapi? Hii sio la kuni. Sio la kuni. Hii ni gesi, inatumia gesi. Naona kama kuna waya au kumepita umeenda kule. Sasa Kama pipa fulani. Sasa ndio inajazwa huko, inapitisha huko, ndio inatumia hapo. Na hii hapa vipi? Hiyo ni switch tu. Kawaida. Taratibu dada, utaelewa. Niitie watu wote, asikosekane mtu hata mmoja. Sawa? Naomba ufanye hivyo. Basi. Sisi hapa tumekutana watu wa familia mbili tofauti. Sawa? Bila shaka nyinyi wenzetu watatu hapa ni familia moja. Alafu sisi wawili hapa familia nyingine. Namna ambavyo tumekutana mpaka leo hii tumekuwa karibu ni mzunguko tu wa kila siku kimaisha umetukutanisha mpaka pale tulipofikia. Na imani hapa kuna kitu tumejifunza. Ni kama vile sisi tuseme mkipata laana au upepo mbaya uliwapitia, lakini ni kama laana fulani iliyowapata baada ya kuuza nyumba. Kwa hiyo hamna tatizo. Hapa tulipofikia sasa, nyinyi mtaendelea kuishi hapa. Sawa, hapa kila kitu kiko sawa. Na vile kama nilikusikia kama mlikuwa mnafanya shughuli gani kwa nje, kodi sio mbaya. Jamani, wewe na amani. Sawa, simshukuru. Sawa.